kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Yesu ni mwema. Tunaimbia Yesu jamani. Aya. Mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu, nikikukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa neema ambayo ametujalia siku ya leo ili tuweze kuwa katika ibada hii. Na pia mtazamaji, naomba ufuatilie programu hii. Unaposidi kuifuatilia, najua kuna kitu muhimu sana unapokea ndani ya moyo wako. Juma iliyopita ile ingine tulijifundisha bila dhambi iliingia ulimwenguni na bila dhambi ilioswa mara moja na milele. Tuliweza kusoma sheria ya ondoleo la dhambi katika Agano la Kale, na tukaangalia tukaona bila dhambi ilikuwa inaoswa katika Agano la Kale. Maandiko inasema mtu awe katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kusujudia na kufanya neno lolote katika hayo Bwana alisulia asifanywe, atapata hatia, na akiulizwa dhambi yake aliyoifanya, ndipo ataleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, na ataweka mkono wake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama dhambi na maovu yake, na yule mbuzi ataweza kubeba uovu na makosa huyo mtu, na ataisinja mahali pa sadaka ya kuteketezwa, na kisha kuhani ataondoa mafuta yake kama vile sadaka ya amani. Kuhani atapokea damu yake na kuitia katika pembe za madhabahu, na kuhani akisha kupaka damu katika pembe za madhabahu, kuhani ataondoa mafuta yake kama vile sadaka ya amani, kisha atateketeza juu ya madhabahu iwe harufu ya kupendeza, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, na huyo mwenye dhambi atasamehewa. Haleluya! Hiyo ndio sheria iliyokuwa inafuatwa katika Agano la Kale katika Mambo ya Walawi 4 mstari wa 27 mpaka 31. Mungu akaweza kubadilisha sheria hiyo, kaweka tarehe 10 mwezi wa 7 mwakani, akasema itakuwa siku ya upatanisho. Itakuwa siku ya nini? Ya upatanisho. Na ikawa Aruni atakuwa anabeba dhambi ya wana wa Israeli kwa mwaka mzima, na tarehe 10 mwezi wa 7 alikuwa analetewa mbuzi. Akiletewa mbuzi, anaweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, na kuungama makosa yao na dhambi zao na maovu yao yote ataweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, na atabeba uovu wote wana wa Israeli na makosa ya wana wa Israeli na dhambi ya wana wa Israeli. Ilikuwa inaoswa kwa siku moja. Dhambi yote wametenda mwaka mzima, hiyo tarehe 10 mwezi wa 7 inaoswa. Mungu akabadilisha sheria hiyo tena, na akaweza kuleta Yohana Mbatizaji. Alipoleta Yohana Mbatizaji, Yohana Mbatizaji nchi zote zikamwendea kulingana na kitabu cha Mathayo
Mathayo ni 3 mstari wa 5. Maandiko inaeleza nchi zote zikamwendea, na walipomwendea, maandiko inasema wakasiungama dhambi zao, akiwabatiza katika mto wa Yordani. Kwa hivyo ukiangalia Mathayo 3 mstari wa 5, kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Wayahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Mstari wa 6, maandiko inasema naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakisiungama dhambi zao. Kwa hivyo ukiangalia maandiko vile inaeleza, nchi zote zilimwendea Yohana Mbatizaji, na nchi zote zilipomwendea Yohana Mbatizaji, maandiko inasema naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huko wakisiungama dhambi zao. Yohana hana uwezo wa kupeana msamaha wa dhambi. Hakuna mtu angeendea Yohana Mbatizaji apate msamaha wa dhambi, lakini walienda kwa Yohana Mbatizaji wakiungama dhambi zao. Kwa nini Mungu aliweka Yohana Mbatizaji, watu wote waende kwa Yohana Mbatizaji wakisiungama dhambi zao? Sharti ni moja, Mungu asikii maombi ya mwenye dhambi. Kwa hivyo mwenye dhambi hata akiungama, mwenye dhambi akiomba, Mungu hataweza kusikia. Ndio Mungu alisimamisha Haruni kwa sababu ya wana wa Israeli. Mungu akasimamisha Yohana kwa sababu ya ulimwengu mzima, na watu wote wakaendea Yohana huku naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakisiungama dhambi zao. Yohana aliweza kukusanya dhambi zote za wana wa Israeli. Alipozikusanya, tunapoangalia mstari wa 13, tuone vile Yesu wakati huo Yesu akaya kutoka Galilaya mpaka mto wa Yordani mpaka Yordani kwa Yohana ili abatishwe. Yesu alitoka Galilaya akaenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Na tumeona Mathayo 3 mstari wa 5 na 6 ikieleza wanadamu walimwendea Yohana wakisiungama dhambi zao. Lakini Yesu ametoka Galilaya akienda katika mto wa Yordani, anaenda kufanya nini? Je, anaenda kuungama dhambi? Jambo la kwanza tuliweza kuangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5, maandiko inasema alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hivyo Yesu alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Sasa Yesu ambaye ana dhambi, Yesu ambaye ni mtakatifu, Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, ameenda kufanya nini katika mto wa Yordani? Yohana alipomuona Yesu anakuja kwake, tuangalie mstari wa 15, maandiko inasema Yesu akaya akamwambia, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Ndipo akakubali. Haleluya. Yohana hiyo ni mstari wa 14. Mstari wa 14 inasema, lakini Yohana alikataa alimswilia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu naye anajibu, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Ndipo akakubali. Kwa hivyo ukiangalia Yohana alipomwona Yesu, aliona ni mwana wa Mungu. Aliona huyu hana dhambi, mimi nahitaji kubatizwa na yeye, na yeye anakuja kwangu. Yohana akamswilia, lakini Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Ndipo akakubali. Haleluya. Alipokubali, tunaona Yesu alipokwisha kubatishwa, mara akapanda kutoka majini, tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akisuka kama ua na kutua juu yake. Mstari wa 17, na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Baada ya Yesu kubatishwa na Yohana kuweka mikono, dhambi yote ikaenda kwa Yesu Kristo. Ilipoenda kwa Yesu Kristo, maandiko inasema sauti ilitoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni. Kwa hivyo Yesu alikuja kama mwanakondoo na akabeba dhambi yote ya ulimwengu. Na tunapoangalia maandiko, kwa sababu lesson ya leo
inalenga safari ya imani. Lesson ya leo ni kuanza safari ya imani. Lakini kabla nianza kufundisha safari ya imani, lazima kwanza uweze kuelewa vile dhambi zako zote zilioswa. Yesu hakusukua dhambi msalabani. Yesu alisukua dhambi zetu katika mto wa Yordani wakati walipokutana na Yohana, na Yohana akaweka mikono yake. Dhambi zote za ulimwengu ziliweza kuhama zikaenda juu ya Yesu Kristo. Na ndio maandiko inasema, tuangalie kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura yake ni ya kwanza mstari wa 29. Kesho yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aishukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Huyu Yohana Mbatizaji anasema, Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu siku yake ya pili, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aishukuaye dhambi ya ulimwengu. Dhambi yote ya ulimwengu ilihama ikaenda kwa Yesu Kristo wakati Yesu na Yohana walipokutana katika mto wa Yordani. Dhambi yote ya ulimwengu iliwekwa juu ya Yesu Kristo, na Yesu ni mwana-kondoo wa Mungu, akabeba dhambi yote ya ulimwengu. Lakini mbona watu wanaishi maisha wenye dhambi? Mbona watu wanaishi kusema wao ni wenye dhambi? Kwa sababu hawayamtazama Yesu ambaye ni mwana-kondoo wa Mungu aliyebeba dhambi zote za ulimwengu. Na leo mtazamaji, na hapa kanisani, nataka sisi sote tugeukie ili neno, tutazame Yesu Kristo kama mwana-kondoo wa Mungu aliyebeba dhambi zote za ulimwengu. Haleluya. Na tunapoangalia Yesu alisukua dhambi, tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Maandiko inasema, yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Haleluya. Kuna mambo matatu Yesu amefanya, na Petro ameyafafanua, ameeleza vizuri. Yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kwa hivyo Yesu alisukua dhambi zetu, si ati ya kwamba atasukua, alizasukua dhambi zetu. Maandiko inaeleza, na aliposukua dhambi zetu tukafa upande wa dhambi, tukawa hai kwa mambo ya haki. Kwa habari ya dhambi tukakufa. Kwa sababu gani? Kristo alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya nini? Ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa hivyo viboko Yesu aliyopata, adhabu yote Yesu aliyopata, alipata ili tupone. Haleluya. Na Yesu alipokuja katika mwili akasukua dhambi zetu. Aliposukua dhambi zetu tukafa upande wa dhambi. Kuna watu wanasema, wale wanasema wamesamehewa ndio wanaendelea kutenda dhambi. Sisi tumesamehewa mara moja na milele, na tukakufa upande wa dhambi. Kwa hivyo ukitutafuta ulimwengu wa dhambi, hatuwezi patikana. Siwezi patikana katika ulimwengu wa dhambi. Kwa sababu gani? Dhambi zangu zote Yesu alibeba. Dini ndio imehalalisha dhambi, kwa sababu inakuambia ukifanya dhambi enda ukaombe msamaha. Dini ndio imehalalisha dhambi. Watu wanatenda dhambi wanaenda kuomba msamaha. Lakini kwetu sisi ambao tunaamini Yesu alichukua dhambi zetu, tunaamini tulikufa upande wa dhambi. Na ndio maandiko inasema, sisi tuliofia dhambi tutaisie tena katika dhambi. Kama tulifia dhambi, hatuwezi kuishi tena katika dhambi. Yule anayetenda dhambi ni yule aliye na dhambi ndani ya moyo wake. Lakini mimi ninamwamini Yesu Kristo, na wewe kama unamwamini Yesu Kristo, unaamini Yesu alichukua dhambi zangu, na kama Yesu alichukua dhambi zangu, mimi nimekufa upande wa dhambi. Haleluya. Ukiona unatenda dhambi, bado uko hai upande wa dhambi. Kwa sababu maandiko inasema, yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya nini? Kwa mambo ya dhambi. Kwa hivyo upande wa dhambi nimekufa. Kwa sababu gani? Tuangalie kitabu cha Warumi haraka haraka. Mpendwa mtazamaji, nataka usome kitabu cha Warumi 6. Warumi 6 mstari wa 2. Sisi tuliofia dhambi tutaisie tena katika dhambi?
sisi tuliofia dhambi tutaisie tena katika dhambi? Kama tulifia dhambi, tutaisie tena katika dhambi? Haleluya. Unapompokea Yesu ndani ya moyo wako na Yesu kuingia ndani ya moyo wako, Yesu anabadilisha maisha yako. Kuna mtu anaitwa Sauli, alitesa Wakristo, aliua Wakristo, aliharibu makanisa, lakini siku alikutana na Yesu Kristo, akamuuliza Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akamuuliza, unani Bwana? Akamwambia, ni mimi Yesu unayemuudhi. Wakati Paulo alipompokea Yesu ndani ya moyo wake, alianza maisha mapya. Haleluya. Hakuendelea kuua tena, alianza kuhubiri Yesu Kristo. Unapompokea Yesu ndani ya moyo wako, maisha yako yanabadilika. Yesu si mwizi, Yesu si mkora, Yesu si mserati, Yesu si mlevi, Yesu si mtukanaji. Yesu ni mtakatifu, Yesu ni mwenye haki, Yesu ni mkamilifu. Yesu mkamilifu akiingia ndani yako unakamilika. Yesu mtakatifu akiingia ndani yako unafanyika mtakatifu. Yesu mwenye haki akiingia ndani yako unafanyika mwenye haki. Haleluya. Na kutoka hapo unaweza kuishi maisha makamilifu, maisha matakatifu, maisha ya mwenye haki, kwa sababu Yesu mwenye haki ameingia ndani yako. Huwezi kuishi maisha ya mwenye dhambi na bado unasema uko na Yesu. No. Hebu tuweze kuona tofauti kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mkristo. Tuangalie kitabu cha Warumi 5 mstari wa 18. Maandiko inasema hivi: basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu. Hakuna mtu asiamini kupitia Adamu alifanyika mwenye dhambi. Kwa kosa moja Adamu alifanya, watu wote walihukumiwa ghadhabu. Kupitia kosa moja ambayo Adamu alifanya, sisi sote tulihukumiwa wenye dhambi, sisi sote tulihukumiwa ghadhabu. Kupitia Adamu tulihukumiwa, na ndio maandiko inasema basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu. Haleluya. Kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Kama vile watu wote waliingizwa katika dhambi, hivyo ndivyo Yesu alikuja akatoa watu wote kwa dhambi akawaingiza kwa haki. Unapopokea hilo neno ndani ya moyo wako, unaingia katika ulimwengu wa mwenye haki. Unaishi mwenye dhambi kwa sababu unajihisi mwenye dhambi kwa sababu hauna Yesu ambaye alituingiza kuwa wenye haki. Maandiko inasema kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote waliingizwa katika hali, walihesabiwa haki yenye uzima. Kupitia tendo moja Yesu aliyotenda, tuliingizwa katika haki yenye uzima. Tulihesabiwa haki yenye uzima. Haleluya. Haki inayodumu milele, haki ambayo haivunjiki, haki ambayo huwezi kuivunja. Haki ya mwanadamu ndio inavunjika, lakini haki ambayo tumeipata kwa Yesu Kristo, ambaye tumehesabiwa haki yenye uzima. Kwa hivyo haina uharibifu, inadumu milele. Kupitia mmoja watu wote wakaingizwa katika wakahukumiwa ghadhabu. Kwa tendo moja la haki watu wote wakahesabiwa haki yenye uzima. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, unapoamini neno hili, bila maandiko inasema basi tena kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu, kadhalika kwa kutii kwa tendo moja la haki watu wote walihukumiwa, walihesabiwa haki yenye uzima. Sema amen. Yesu alichukua dhambi zetu, na Yesu alipokuja kuchukua dhambi zetu, tumekufa upande wa dhambi. Hatuko hai upande wa dhambi. Hatuwezi kuishi maisha ya wenye dhambi na bado tukisema sisi tumeokolewa. Hapana. Yesu ametuokoa. Hebu tuangalie kitabu cha Wakolosai. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Wakolosai sura ya 1
Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13. Maandiko inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa swali ndio hii, umehamishwa? Je, umehamishwa na umeingizwa? Hapa naye alituokoa katika nguvu za giza. Yesu ni mwokozi aliyetuokoa katika nguvu za giza. Tuliishi maisha yenye dhambi, tuliishi kufuata dhambi na kutenda dhambi kwa sababu tulikuwa katika ulimwengu wa giza. Naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituokoa katika nguvu za giza, na maandiko inasema akatuhamisha. Alipotuokoa alituhamisha na akatuingiza katika ufalme. Haleluya, amen. Sema mimi ni wa ufalme. Haleluya, amen. Ufalme ambao nimeingia ndani yake ni ufalme ambao hauna dhambi, ni ufalme mkamilifu, ni ufalme wa haki, ni ufalme wa ukamilifu, ni ufalme wa utakatifu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Kwa hivyo nimeshaingizwa katika ufalme wa utakatifu. Sema amen. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kutufanyia. Hiyo ndio kazi Yesu alitufanyia. Ametuokoa, na baada ya kutuokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14 kuna neno hapo nataka ulione, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi hauko ndani yetu sisi, uko ndani yake. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Katika yeye tuna nini? Ukombozi na msamaha wa dhambi. Na maandiko inasema katika kitabu cha Waebrania, kuna neno hapo nataka uliangalie. Waebrania Waebrania ni 9 mstari wa 12, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Akiisha kupata nini? Ukombozi wa milele. Ndio maandiko inasema ambaye katika yeye huyo tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Yesu alipata ukombozi wa milele, na maandiko inasema katika kitabu cha Wakolosai imesemaje? Ambaye katika yetu na ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ukombozi ambao tumepata ndani ya Yesu Kristo ni ukombozi wa milele. Haleluya, si wa siku moja ama mwaka moja, ni ukombozi wa milele. Baada ya kuosha dhambi zako na kutakasa dhambi zako na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, unafaa kuishi maisha ya mwenye haki. Unafaa kuishi maisha ya imani. Haleluya, unafaa kuishi maisha ya nini? Nimeeleza vile dhambi zako zote zimeoshwa na vile umetakaswa na damu ya Yesu Kristo, na vile Yesu alichukua dhambi zako, wewe hauna dhambi tena. Unaamini hivyo? Mpendo mtazamaji, na hapa kanisani mnaamini hivyo? Hamuna dhambi? Mnaamini Yesu alichukua dhambi yako? Unaamini Yesu Kristo ni mwana kondoo aliyebeba dhambi zako? Unaamini Yesu Kristo kwa damu yake amekupatia ukombozi wa milele? Haleluya. Sijui kama mnaamini hivyo. Sio hapa kanisani mnaamini hivyo ama mtazamaji unaamini hivyo, lakini ukweli ni ya kwamba Yesu alitukomboa. Amen. Alitukomboa katika utumwa wa dhambi, alitukomboa katika utumwa wa laana. Alifanya laana ili sisi tuweze kurithi baraka. Amen. Baada ya kusamehewa dhambi na kufanyika mtakatifu, unafaa kuanza safari yako ya imani. Haleluya. Katika safari yako ya imani kuna mangumu,
kuna mateso, kuna hali ngumu, na mambo hayo yote yanapata mtu ambaye ameokolewa. Baada ya kuokolewa, safari usifikirie itakuwa mteremko. Kuna magumu, kuna mateso, kuna hali ngumu, kuna mambo mengi utakutana nayo, na ndio maandiko inasema kitabu cha Zaburi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu umponya na yote. Mateso si machache baada ya kufanyika mwenye haki. Mateso ni mengi, lakini unaye Mungu anayekuponya. Sisemi majaribu hayatakuwa, majaribu yapo, lakini maandiko inasema katika lile jaribu Mungu atafanya mlango wa kutokea. Majaribu ipo, lakini kuna mlango. Mungu anatengeneza nini? Mlango. Na katika magumu, katika mateso, Mungu anatufundisha maisha ya imani. Anatufundisha maisha ya nini? Safari ya imani huanza baada ya mtu kusamehewa dhambi zake. Baada ya kuamini Yesu aliniosha dhambi zangu, amenitakasa dhambi zangu, safari ya imani inaanza. Na safari ya imani inapoanza na ningekuomba uwe mmoja wa kusimama na hiki kipindi kwa shilingi yako 10, 100 yako, 20 yako, 50 yako, chochote kile ulicho nazo, ili hiki kipindi kiweze kuendelea kufikia watu wengi na wengi zaidi. Ningekuomba hapa kanisani na yule anayetazama hiki kipindi na kusikiza, ungana nami katika kusupport hiki kipindi. Kuna namba iko hapo, tumia hiyo namba, usipige simu injili inapoendelea. Tumia hiyo namba, andika message, uliza swali kupitia message na utapata majibu, na Mungu atakubariki. Tushukuru. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, asante kwa upendo mwingi uliodhihirisha Bwana wa majeshi, ukaweza kusimamisha Haruni kwa ajili ya wana wa Israeli, na Bwana wa majeshi ukaweza kusimamisha Yohana kwa sababu ya ulimwengu mzima, na ukaweza kusimamisha Yesu Kristo kwa sababu ya kuosha dhambi zetu zote. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu kupitia damu ya mwana wako Yesu Kristo tumeosha dhambi zetu zote na tumefanyika wenye haki. Baada ya kufanyika wenye haki, tunapatana na magumu katika ulimwengu huu, tunapatana na mateso, lakini umetuambia mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini wewe unamponya na yote. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mponyaji ambao unatuponya katika mateso yote tunayopitia, na kupitia mapigo ya mwana wako Yesu Kristo, Bwana wa majeshi, tumepona. Yule anajihisi maumivu katika mwili wake, hebu akaamini kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 24, akaamini kwa mapigo ya Yesu ameshapona. Na akaamini kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 17, yeye mwenyewe alichukua magonjwa yetu. Asante kwa sababu Yesu mwana wako ulipomtuma hakuasa dhambi duniani, hakuasa ugonjwa duniani, lakini Shetani anaishi kukandamiza wengi, akiwaambia wao ni wenye dhambi na akiwakandamiza wao ni wagonjwa. Hebu Bwana majeshi, kila mmoja amesikia neno hili akaweza kuliamini na akakiri ya kuwa wewe ni mtakatifu, mkamilifu, mtoto wako na mwenye haki, na akakiri ya kwamba yeye amepona. Hata kama anajisi dalili katika mwili wake za magonjwa, akakiri bila neno lako linasema ya kwamba amepona, na Bwana majeshi akikiri hivyo atakuwa amepona. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Sema amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Mungu akubariki sana. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Sema moyo, tulia na Bwana, tulia.
kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.